Karibu tena kwa kufuatilia Kibaka Msanii sehemu ya pili. Kumbuka tu kwamba tuliishia pale ambapo yule binti aliyepita kwenye lile eneo la wale vibaka ama kwenye lile jumba la wale vibaka alipita kwa pembeni. Tuliishia pale kwamba Diaboy akaanza kumsogelea taratibu. Nadhani tuliishia hapo. Kama hoja subscribe YouTube channel yetu ya Push Media, tafadhali subscribe, lakini pia bonyeza alama kengele ili kuweza kupata notification pindi tunapokuwa tunachia kazi zetu. Mimi ni Modo HD na hii ni sehemu ya pili. Karibu kwa kufuatilia Kibaka Msanii. Yes, tunaendelea. Basi bwana, Diaboy akaanza kumnyemelea taratibu yule binti ili aweze kumkaba ambake. Alivyomkaribia yule binti, alipomkaribia yule binti, upande wa pili kwenye lile jengo alikuwepo Shakul. Shakul alikuwa amesizi, yuko busy. Saka tazama naye akaicheki ile piece. Faster Shakul akaluka kwenye lile jengo naye kaanza kufuatilia chap chap. Akakimbia. Sasa kadi anavyokuja Shakul, huyu naye amemkaribia yule binti, yani Diaboy kamkaribia yule binti na Shakul yuko faster. Akagundua yule binti anamfahamu. Akaanza kuwaza huku anakuja sasa Shakul, huku anamsogelea Diaboy. Akaanza kuwaza Diaboy anataka kumfanyaje huyu binti. Akafika moja kwa moja akamshika mkono Diaboy. Yaani ile Diaboy anakaribia tu sasa kutaka kumkaba hivi. Akafika Shakul akamshika mkono, kwa hiyo hakufanikiwa kuweza kumkaba. Yule binti hana habari kweli. Anaendelea tu na safari zake. Shakul akamwambia, "Unataka kufanyaje? Inaona huyu binti umjui?" Diaboy akasema, "Simjui kivipi? Unamaanisha nini?" "Huyu binti si ni mdogo wake na Stella." Stella yupi? Stella umjui wewe?" "Umjui huyu binti? Huyu binti si ni yule aliendaga chuo bwana, amesharudi." Bwana Diaboy kamkumbuka yule binti. Yule binti bwana ni binti ambaye wanaishi naye kitaa kimoja. Wakati wa nyuma huko walikuwa wanaishi naye kitaa kimoja. Yule binti of course alikuwa ni pisi wa mtaa. Sasa aliondokaga yule binti akaenda zake chuo. Umeona bwana? Sasa katoka chuo na siku kama 3. Shakul akawa anamkumbusha Diaboy, akawa amekumbuka. Akasema, bana ndo yule binti. Mbona amekuwa pisi hivi?" Ndo yeye. Lakini pia huyo binti ana dada yake anaitwa Stella kama nilivyosema hapo mwanzo. Dada yake ni mdau mzuri sana wa muziki wa Shakul, mdau mzuri sana wa muziki wa Diaboy. Sometime huwa anawapa hela ya sigara, hela za vocha, yule Stella huwa anawapa wale. Kwa hiyo Stella kwa namna moja ama nyingine ni mdau mzuri sana wa muziki wao. Diaboy aliposikia hivyo alinyong'onyea akachoka. Lakini akawa anasema, Shakul mbona amekuwa pisi sana? Shakul akasema ndio hivyo, ana siku 3 amekuja. Diaboy akasema mimi nilikuwa sijui. Ndio hivyo sasa, kwa hiyo usimfanyie hivyo. Shakul akawa anamwambia Diaboy. Lakini sasa Diaboy huyu mtoto bwana tangu amekuja kiukweli amependeza sana na amekuwa. Umeona? Huyu binti anaitwa Husna. Yes, anaitwa Husna. Shakul akasema Husna siku hizi bana, Husna amependeza. Alafu mimi Husna bana, mimi nataka Diaboy awe shemeji yako. Diaboy akasema kuna bwana, mimi mwenyewe mbona nimemuelewa sana huyu. Nimemuelewa sana Husna, amependeza hivi. Hapana bwana, niachie mimi. Huyu ndio anatakiwa awe shemeji yako, anasema hivyo Diaboy. Basi wakaanza kubishana pale. Sasa wakati wanabishana pale, yule binti yeye anaenda zake tu, mwisho siku akatokomea kule, wala hakugundua chochote, akatokomea na safari zake kule anakoelekea. Hawa watu wawili Shakul pamoja na Diaboy wakabaki tu wanabishana pale, bana niachie mimi nitongoze bana, niachie awe shemeji yako. Wakabishana, lakini mwisho wa bato lao wakawa wamekubaliana kwamba kila mmoja atatafuta muda wake kimpango wake, atamtafuta yule Husna, atamtongoza. Lakini pia yeyote atakayembahatisha Husna kumpata na akamtongoza, basi asimpondee mwenzie. Ndivyo walivyokubaliana. Basi bwana, wakawa wamerudi zao kwenye imaya yao kwenye lile jumba bana. Shakul pamoja na Diaboy na wenzao wakaendelea kusmoke ganja, kufanya mambo yao, kila aina ya mambo yao. Basi ni siku moja bwana, kama bahati, mtu wa kwanza kabisa Diaboy aliyetaka kumbaka yule binti
Husna akakutana naye bwana. Husna akiwa na rafiki yake akakutana naye mtaa kwa mtaa. Diaboy bwana akasimamisha, Husna, sorry, samahani, bila samahani. Unanikumbuka? Husna akamwangalia Diaboy, yes, nakukumbuka. Kumbuka ni kitaa kimoja. Nakukumbuka, niambie. Diaboy sasa, samahani Husna, naomba nikuone mara moja. Basi Husna akatoka kwa rafiki yake akaja pembeni. Diaboy bwana akaanza kushusha mistari pale. Shusha mistari. Husna akacheka sana. Kaambia, ila wewe Diaboy wewe una masiara wewe. Husna akamwambia tena, kama huna mada nyingine go. Basi wakati anashangaa pale Diaboy, Husna akaondoka, akamwacha pale Diaboy. Kwa aina fulani Diaboy alijisikia vibaya, lakini kama amejipa matumaini hivi kwamba one day hiyo bana ikawa imepita. Diaboy akawa amejibiwa hivyo na Husna akiwa na rafiki yake wakawa wameondoka zao. Basi siku zimeenda pale, bwana Shakur kwa mara ya kwanza naye akakutana na Husna. Tena Husna alikuwa peke yake kama kawaida yake, akiwa na earphone vyake masikioni, anakula dundo, anatembea. Nafikiri Husna alikuwa anaelekea kwa rafiki yake, kwa shuga yake. Basi Husna wakati kwa rodi, mara Shakur akamtangezea kwa mbele. Husna akashtuka, akatoa earphone, akamwangalia. Shakur, Husna huyo. Mambo? Akajibiwa, poa, vipi, fresh za siku nzuri, niambie. Wakasalimiana pale kwa sababu wanafahamiana, Husna na wajua vizuri sana. Shakur naye akaanza sasa kumtongoza. Kaanza kumtongoza pale. Yaani ile anaanza tu. Husna akasema, wewe una kingine cha kuzungumza? Yaani Husna ghafla tu akabadilika akawa mkali. Shakur akashangaa. Husna akasema, mnatumana na rafiki yako eti? Iko hivi, kwa taarifa yenu, huo upumbavu mimi siwezi. Yaani mimi siwezi kuwa na nyinyi. Sasa alivyosikia Shakur kwamba mnatumana, basi Shakur akafikiria, akasema atakuwa naye Diaboy kashamtongoza. Bwana Shakur bana kufa moyo. Akaanza kuendelea kufanyaje? Kumtongoza Husna. Husna akamshiti kama alivyofanyiwa tu Diaboy. Husna akaondoka zake. Akasema, samani, kama una kitu kingine cha kuongea, I'm so sorry. Kaka ameondoka ka Husna. Diaboy na shit. Akamwangalia Husna, Diaboy akawa anamwangalia Husna, huku Husna karudishia earphone zake, anaenda zake. Basi Shakur akamwangalia sana pale, mwisho wa siku akatikisa tu kichwa akasema, one day yes. Kajipa moyo naye pia. Husna akawa ameenda zake, Shakur naye akawa ameenda zake. Bwana kama kawaida hawajakata tamaa. Diaboy moja kwa moja kaenda mpaka nyumbani kwao Husna. Kafika pale, kapanda ukuta, kachungulia, kamaona Husna yuko anafua. Diaboy akachukua kijiwe fulani akakitupa kule kwa Husna, kikamgonga Husna. Akashtuka akasema nini? Akachukua tena kijiwe kingine akaponda, kikamgonga Husna. Husna akashtuka. Husna akafungua geti, kuangalia hivi akamwona Diaboy. We vipi? Samani. Kaanza Diaboy sasa. Unajua Husna kaanza kueleza hisia zake, kaanza kutililika sasa pale Diaboy. Husna namsikiliza. Bwana Husna chakuja kujibu. Akamwambia, nisikilize Diaboy, mimi siwezi kuwa na wewe. Siwezi kuwa na mtu anavuta mabangi. Siwezi kuwa na mtu anacheza kamari. Siwezi kuwa na mtu kibaka. Kifupi iko hivi, mimi siwezi kuwa na wewe. Kaongea vile vitu. Kamwambia Husna, kaongea maneno mengi sana. Kamwambia, iko hivi, wewe una future. Yaani una future kabisa. Kifupi huna hadhi ya kuwa na mimi. Basi Husna kamchana pale Diaboy. Yaani ni kama alikuwa anamueleza ukweli. Baada ya hapo Husna akamwambia, toka kwetu. Toka nyumbani. Kumbuka Husna anaishi pale na dada yake. Wazazi wake bahati mbaya walipata ajali, walifariki miaka 6 nyuma huko. Kwa hiyo Husna ni yatima, anaishi pale tu na dada yake. Lakini pia ni familia ambayo iko safi, familia fulani hivi nzuri, familia fulani hivi chenchi zipo kiasi fulani. Kwa hiyo Husna
ni mtoto fulani hivi wa kishua, umeona bwana, anaishi na dada yake pale. Basi mwisho kabisa akamwambia toka kwetu, akaongea kwa ukali sana Husna pale, akafunga geti bana. Dia boy akawa ameenda ile kinyonge sana nini, kaumia nini, kaondoka zake bana. Maisha bwana akaendelea. Siku moja Shakur bwana akawa anamfuatilia Husna kwamba Husna huwa anaelekea wapi. Baada ya kugundua kwamba huwa anakwenda kwa rafiki yake, basi kuna sehemu Shakur akaenda kumsubiri sasa Husna akitoka kwa rafiki yake aweze kupata nafasi ya kuongea naye. Bwana ikawezekana. Shakur kweli bwana, Husna katoka zake kwa rafiki yake, kakutana na Shakur. Kumbe Shakur alikuwa anamsubiria. Shakur kama kawaida naye akaanza kueleza hisia zake pale. Wakati huo Husna yuko na rafiki yake, yani anamueskoti sasa Husna kuelekea nyumbani kwao. Husna akiwa na kale rafiki kake kale. Kama kawaida, Husna sorry, vipi? Samani na kuomba. Husna akamwambia njoo mwenyewe. Basi Shakur bana kaenda pale pale. Niambie unasemaje? Nilikuwa nakuomba pembeni hapo. Husna akamwambia wewe niambie tu, ni rafiki yangu, wewe niambie unasemaje. Shakur unasemaje? Bana kwa ujasiri. Shakur akasema anyway, kaanza kushusha mistari. Unajua Husna, mimi nakupenda sana tangu kile kipindi si uko mdogo nini na nini. Kaeleza tena maisha yake mengi pale. Husna bila kupoteza time, Husna akamwambia Shakur, iko hivi unavyojitazama, kwa mfano mimi nimekuwa mpenzi wako. Anasema sasa Husna anamwambia Shakur, hivi itokee umenipa ujauzito, wewe unaweza kunihudumia? Utanipeleka wapi wewe? Mtu mwenyewe ni mtu wa makamali, mtu wa mabangi, kibaka, tabia zenu mbaya. Hata jamii pia itanifikiriaje mimi nikiolewa na wewe? I say, kifupi ni kwamba sipendi tabia yako na huyo mwenzenu, in short mimi sipendi tabia zenu. Husna akawa amemchana Shakur pale. Shakur likamwingia bwana. Hakuongea chochote zaidi tu ya kujitetea, lakini unajua tuachane na hayo mambo bana. Akawa kama anajikatalisha yale mambo hayafanyi. Husna akamwambia nisikilize nikwambie Shakur, wewe Shakur na mwenzio huyo Dia Boy na wajua A to Z tabia zenu. Kifupi siwezi kuwa na wewe, na huyo mwenzio mwambie siwezi kuwa na. In short iko hivi, mazoea na mimi kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho. Husna akawa anaongea pale, akamwambia rafiki yake hebu twende. Basi wakawa wameondoka. Shakur akawa amebaki pale. Husna na rafiki yake wakawa wameondoka na Shakur wakamwacha pale. Shakur basi akawa ni mtu wa kuwaza, anafikiria. Basi Shakur akawa mfanyaje, na akawa ameenda zake pale. Bwana ni siku moja Shakur akiwa nyumbani kwao pale, ni mtu fulani hivi akaonekana anawaza. Dada mtu akamuuliza kaka, vipi unaumwa? Shakur akamwambia najisikia kichwa kinauma, siko sawa, niache. Kumbe bwana Shakur anamfikiria Husna, anamwaza Husna. Kwanza anamwaza kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, anamwaza Husna, yale aliyomwelezea Husna ni kama ilikuwa imemgusa, kamwambia ukweli, kwa hiyo ilimgusa, alieleza ukweli. Jambo la pili, anawaza Husna nampenda sana, mbona ananifanyia hivi? Akawa anawaza kwa engo hiyo. Basi mdogo wake baada ya kumdanganya kwamba anajisikia kichwa kinauma, basi akawa ameenda zake tu na majukumu mengine pale. Upande wa pili sasa, upande wa pili wa Dia Boy naye vivo hivyo. Mwamba anawaza, anamfikiria sana Husna, anawaza pale. Shemeji yake anamwambia vipi, una tatizo? Hapana, siko sawa. Sema tukusaidie. Akawa ameficha pale Dia Boy, naye kumbe alikuwa anamfikiria sana Husna kwamba atampata lini. Yani akawa ametekeka kihisia, kimapenzi yeye na Husna. Lakini ndio hivyo, ashajibiwa shit kwamba hana hadhi ya kuwa naye. Bwana hiyo ikawa imepita.
Ozia. Sasa upande wa Diaboy, sasa upande wa pili wa Diaboy akiwa na shemeji yake pamoja na kaka yake, akawa anaulizwa Idrisa, vipi hizi siku 2-3 hatukuelewi, yani ni kama mtu fulani hivyo na mawazo, vipi kuna tatizo? Idrisa ambaye ni sasa ni Diaboy akasema hapana kaka, niko sawa. Sema, kaka mtu akamwambia sema kama kuna shida tueleze. Basi Diaboy akasema niko sawa. Kumbe Diaboy naye alikuwa na stress, anamuwaza Husna. Yani ndo kwanza naye Diaboy kazama kimapenzi kwa Husna, ndo hivyo sasa Husna naye kashampiga chini, yani hataki habari zake. Basi aliwaficha pale nyumbani, alificha kaka yake, shemeji yake naye japo yalishaisha yale makelele, naye aliuliza. Kifupi aliwaficha, hakuwaeleza ukweli. Ni siku moja bwana, Diaboy pamoja na Shakul wako kule kwenye lile jengo lao lile, wanakutanaga kule, wanafuta mibangi yao mikamali nini. Yes, wako kule bwana, wako wanasizi pamoja na wenzao. Sasa Shakul akaingiza wazo, akasemaje, bana wazee samani, mimi nina wazo. Wenzio wale akasema, wazo gani tena babu? Mimi na wazo, unajua. Shakuru sasa anasema, anaambia wenzie, unajua kiukweli hii njia tuliopo sio sahihi kabisa wazee. Mimi natamani kulitaya bana. Mimi natamani kuacha haya mambo bwana. Unajua mwisho wa siku bana tunatakiwa tuwe na future bana. Hicho tunachokifanya sio, mimi natamani kuacha bana. Kumbe bwana Shakul, yale maneno ya Husna yamemuingia, alielezwa ukweli. Basi akawa na ile mada anaizungumzia pale. Bwana mwamba mmoja akajibu, oya Shakuru, vipi mwanangu, mambo gani ya kishamba mwanangu? Oya, kama unaacha acha mwenyewe bana, mimi siwezi kuacha bwana mwanangu. Alafu mwanangu kumbe wewe msaliti. Anamwambia sasa, anaambiwa Shakuru pale. Basi katika mada pale inaendelea, akadakia nani? Diaboy akasema, ila Shakuru umeongea kitu, mbona kama kimenigusa hivi. Uko sawa mwanangu, uko sawa Shakuru nani, Diaboy akadakia mada akasema, Shakuru uko sawa mwanangu, umewaza mbali sana mwanangu, kweli hizi njia sio sahihi. Anasema Diaboy sasa, yani Diaboy anamuunga mkono nani? Shakuru. Mwamba mwingine akasema, mada gani hizi wazee? Mwamba mwingine, mada gani hizi? Yani anaziclash zile mada. Mwisho wa siku bwana, mwisho wa discussion zao pale, wakasema, Shakuru akasema, bana iko hivi, kila mmoja atafanya mambo yake. Mimi bana ni hivi, mission nimeacha, taanza kufanya mambo yangu mengine. Nani huyu mwingine? Diaboy naye akasema, hata mimi bana hizi mission mimi hamna kabisa. Wale washikaji wengine wakasema, iko hivi, kila mmoja sasa atafanya mambo kimpango wake, mimi siwezi kuacha hivi vitu. Kwa hiyo kila mmoja akastiki na msimamo wake pale kwenye kile kijiwe chao. Kila mmoja akastiki na misimamo yake. Shakuru yeye alieleza kama alivyoeleza, aliyemuunga mkono ni Diaboy. Wale wengine pia waliclash watu kama 3-4 pale, lakini watu wawili walikuwa kama watu 3 walikuwa kitu kimoja, ambapo ni Shakuru, Diaboy na mshikaji mwingine. Wao walisupport ile mada, lakini watu 4 waliclash ile mada. Mwisho wa siku kila mmoja akabaki kuwa na msimamo wake, na wakasema bana kila mmoja ataishi na msimamo wake. Basi wakawa wamesambazao sasa pale, kila mmoja akaendelea na mambo yake, mwenye kuvuta bangi, mwenye kufanyaje, kucheza kamari, zile mishemishe pale zikaendelea bwana. Kama maajabu vile wa kwanza alikuwa ni Diaboy bwana, moja kwa moja alichukua action ya kubadilika. Kama maajabu vile, alibadilika vipi? Diaboy bwana alianza kuuza maji kwenye mkokoteni, anasukuma, kiasi kwamba alivyoanza kufanya ile kazi, kaka yake pamoja na shemeji yake walishangaa kweli kweli.
Diaboy kaanza kufanya kazi kwa sababu wanajua si mtu wa kujishughulisha, ni mtu ambaye yupo tu. Walishangaa sana, lakini na baadhi ya watu pia walimshangaa. Aisee, huyu Kibaka naye kabadilika. Yaani wakawa wanashangaa, wanajua kama vile ana act fulani hivi. Lakini upande wa Shakur bwana naye akaanza kujishughulisha. Yeye alianza kufanya kazi za ukago kwenye stendi ya magari. Akawa anafanya hizo kazi Shakur. Basi wakaendelea kuwa na bize zao. Shakur akanapiga kazi zake, huyu naye anauza maji kama kawaida, wakaendelea kuwa bize. Bwana ni siku moja bwana, Diaboy akiwa ana mkokoteni wake wa maji anasukuma. Kwa mbele Diaboy kuangalia akamuona Husna kwa mbele, ila Husna yeye hakumuona Diaboy. Diaboy zile aibu akashtuka, akasema Mungu wangu, Husna ananiona anauza maji. Akawa anajishtukia, akaona aibu pale. Ile tololi akawa amelipaki, yeye Diaboy akaenda chocho akajificha. Husna kumbe hakumuona Diaboy. Husna alikuwa na safari zake tu akiwa na shoga yake, rafiki yake. Kwa hiyo Diaboy hakuona. Baada ya kupita Husna, Diaboy akachukua mkokoteni wake akaendelea na safari zake. Wakati huo na Shakur anaendelea tu na bize zake. Bwana wanasema kwamba usiyempenda kaja. Siku moja Husna akiwa kwa rafiki yake, kwa dada wa rafiki yake. Kumbe bwana Diaboy ni mtu ambaye huwa anapeleka maji kwa dada wa rafiki wa Husna, huwa anapeleka pale maji. Maana yake ni kwamba dada wa rafiki wa Husna ni mteja wake. Siku moja Diaboy kamaliza kumimina maji, anatoka sasa kwenye gate. Usiyempenda kaja. Husna naye anakuja uso kwa uso, akakutana na Diaboy, yani macho kwa macho. Bana hii ni sehemu ya pili. Kumbuka hii story inaitwa Kibaka Msanii. Hii ni sehemu ya pili. Karibu kwa kufuatilia sehemu ya 3. Mimi naitwa Modo HD na hii ni Push Media. Asante.